Sawa. Hivi kuna mtu anaweza kaniambia ulokole nini au mlokole ni nani? Sinasema na vijana ninasema na watu waliokwisha kuokoka na wanaitwa walokole, si ndio? Alafu nimekutafsiria alafu uweze kunijibu. Nani anaweza kaniambia mlokole ni nani au ulokole ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Hakuna hata mmoja. Sidhani kama karibu. Neno mlokole ni neno la mtu anayesali kwenye dini fulani. Mahali fulani. Nani hilo limetoweka mtaani. Kwa wale ambao wasiamini wanaweza kulitumia kama mlokole. Unasema nani? Tutakwenda taratibu. Tumeshapata maana ya mlokole. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Tumwangalie huyo mtu aliyeamini katika kitabu cha Marko 16 kuanzia mstari wa 15 na 16. Kama kuna mtu mmoja anaweza kusoma ikawa hakuna sababu ya kurudia. Sisi tukanyofoa hapo tukajiita tumeokoka, hivyo ni walokole, si ndio? Bwana Yesu asaidie sana. Si ndio maana yake? Vijana wa kesi, si ndio maana yake? Baada ya kuamini tukabatizwa tukawa walokole. Na huko mjini tunatamba na walokole wetu. Uongo. Bwana Yesu asaidie sana. Tunatamba na nini? Safi kabisa. Bwana Yesu asaidie sana. Lakini je, ni kweli sisi ni walokole hao walioandikwa kwenye Biblia? Bwana Yesu asaidie sana. Huko kwenye makanisa yetu sisi ni hao kweli tuliosema kwenye Biblia au tuna walokole wa duniani? Bwana Yesu asaidie sana. Bwana Yesu asaidie sana. Wewe unafikiria mlokole anatakiwa awe nani au vipi ili aonekane ni mlokole? Kuna mtu mmoja anaweza kaniambia ili mtu aonekane ni mlokole anatakiwa awe vipi ili aonekane ni mlokole? Kijana wa Kristo ili tukutambue wewe ni mlokole anatakiwa uweje? Uonekane vipi ili tukujue wewe ni mlokole? Bwana Yesu asaidie sana. Hapa ninazungumza na watu wanaoabudu, watu ambao sio waamini wa Kristo Yesu. Sizungumzi siko nje, hatuko injili ya nje, ndio. Tunajengana sisi kwa sisi Kuna tamani hata nikikuuliza kuweza kunijibu it's okay. Yamkini mimi ni mwalimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yamkini mimi ni mwalimu. Kuna mtu mmoja anaweza kaniambia mlokole anatakiwa awaje? Huyu mtu ambaye tumemwona kwamba ameamini na kubatizwa akaokoka anatakiwa awaje? Kuna mtu mmoja anaweza kaniambia hapo? Watikimu. Toa mahitaji yako kumpelekea Mungu. Hiyo ndio kuomba, sawa Kusoma, you receiving, you are listening. Unasikia, unapokea nini Mungu anazungumza na wewe. Sasa, umepokea mara ngapi? Umesikiza mara ngapi kwa Mungu? Okay. Kuomba ni kupeleka mahitaji yako kwa nani? Ni kupeleka shukrani zako kwa nani? Ni kupeleka sifa zako kwa Mungu, kwa mwenye nazo Mungu mwenyewe, si ndio? Lakini ukitaka kumsikiliza Mungu unafanya? Unasoma. Sasa wewe unasikiliza Mungu za ngapi? Kupitia nini? Kwa hiyo tumeokoka ni waokora ambao hawajawahi kumsikiliza Mungu hata mara moja. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Yaani, maana hata tungesema ishara ya mtu aliyeokoka ni Biblia, tungekuwa na waliokoka wanne. Si ndio maana yake? Yaani hata tungeachana na hizi zilizotajwa huko tungesema ishara ya mlokole itakiwa na Biblia, tungekuwa nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana kwenye Biblia wamekuwa wanne. Sasa kwenye hizi ishara sitaki kupiga inspection hapa ni hata. Bwana asifiwe sana. Amen. Naamini tumeelewana. Hebu tuache ulokole wa kuzoea. Vijana tuache ulokole wa mazoea. Bwana Yesu asifiwe sana. Wazee wetu tuone kwamba sisi tumekuwa vijana na tumeokoka kweli. Bwana asifiwe. Nikwambie kitu, kama mtu mwenye hizi ishara, naomba nikwambie hawezi kuchelewa ibada hata mara. Wala hawezi kuambiwa hebu fieka hapa hata mara. Lakini kwa nini kila siku wazee wetu wanatuambia tunaenenda kwa uzoefu wala sio kwa wokovu? Kwa hiyo tumeamini kidunia. Na tumejipa jina walokole. Na tumechafua hilo jina hatari. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo walokole wamegeuzwa kuwa wapigaji kwa sababu hatuna ishara na tunataka sadaka. Bwana asifiwe.
Sasa wewe unafikiri kwa nini hawa manabii wa uongo wametokea ni wengi? Kwa sababu gani? Na hapa sisi tunajitengeneza kwa manabii wa uongo, wachungaji wa uongo na mitume wa uongo. Sisi hapa tunajitengeneza. Kuna mtu amenelewa na maanisha nini? Tunajitengeneza kuwa manabii, mitume, wachungaji, waimbaji wa uongo. Kwa nini tunajitengeneza hivyo? Ishara za waumini ni hizi, tunazijua, tumeziambiwa. Kwa hatuna na tumepewa kanisa, tunafanyaje? Tunatafuta mafuta ya kuwadanganyia watu, si ndio? Kwa hawa kina mampasa ambao tunaita ni waongo, walianzia kwetu, walikuwa hawana Biblia, ujinga wao, ujanani mwao. Walikuwa hawana ishara, walikuwa wanajivunia kwenye vipawa vyao. Walipokuja kujikuta wao kwenye huduma, hawana hivyo vitu, wanavitafuta kwenye nguvu za giza. Kama wewe ni mshabiki wa Mwambozo unisamee. Leo nisamee tu. Wewe unafikiri mama hamnao wanaomwabudu yeye mama? Mnao. Wamekana mafuta ndani, ujinga mtupu. Eti aliwezi kuomba linaweka namba ninye mafuta. Una akili timamu, utakufa wewe vibaya. Unakunywa mafuta hajapikwa hata kupikwa, unajua mgonjwa yake. Kocha kando kamepiga. Eti nataka upate mtoto nafu. Yaani unakunywa mafuta upate mtoto. Yaani kwenye kizazi unapeleka tena mafuta. Si wanateleza tu wanaondoka. Yaani vitu hata biolojia havina eti vinakunywa mafuta. Kwa sababu gani? Vivivu kuomba. Na wale mando wametupatia vizuri sana. Sasa kama huwezi kuomba na unataka Mungu akuponye, sio unatafuta vile vijana visaidizi. Kwa hiyo sisi vijana wa KCF Mpanda tutakwenda kuwa manabii wa uongo huko mbele, japo tunawacheka do waongo tunaoona. Kwa sababu gani? Katiba atapewa kanisa kwa sababu katika sheria za kimwili anaonekana ameokoka, si ndio? Kwa hiyo mzee atamwona ameokoka katika sheria za kimwili, atapewa kanisa kwamba huyu ni kijana wangu pendwa, ni mwadilifu kwa mwili, ni mwadilifu kwa sheria, anaonekana. Lakini ishara hizi hana. Sasa akipewa kanisa ndio inabidi aoneshe ishara apate watu. Anafanyaje unajua? Tunazitafuta. Ukizitafuta jamaa anakuambia hivyo, wewe ndio uchukue maji tu. Mimi nitakuwa na ule unapiga tu hata utakuja. Kwa ni process ya kuwa fake. Kuwa fake sio kitendo cha haraka, it's just a process. Unautafuta mwenyewe kuwa fake. Sasa toka mwaka jana tunasema Biblia mpaka leo unatengeneza kuwa mwimbaji fake. Waimbaji tupo hatupo. Wengine wamekaa nje. Waimbaji tupo. Waimbaji tupo mnatengeneza kuwa fake. Kwa sababu gani? Biblia hauna kaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hizo nyimbo unazichunga kwenye kitabu gani? Eti mwimbaji. Hizo